Usiseme moyoni mwako. Usiseme moyoni mwako. Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Yaani ni kumleta Kristo. Yaani kumleta Kristo. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Au ni nani atakayeenda kuzimuni? Yaani ni kumleta Kristo juu. Yaani kumleta Kristo juu. Angalia sasa hapo mbele. Sikiza hapo mbele hapo. Sikiza vizuri hapo. Kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe. Lile neno li karibu nawe. Katika kinywa chako. Katika kinywa chako. Na katika moyo wako. Na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani. Yaani ni lile neno la imani tulihubiriwa. Sasa mnajua imani inakujaje? Imani inakuja kwa kusikia. Na tunasikia nini? Tunasikia neno la Kristo. Kwa tunaposikia neno la Kristo, moja kwa moja imani inafanya nini? Inaumbika. Okay, haleluya. Mwanzo nimetangulia kusema yoyote ambaye amemruhusu Kristo ndani yake, huyu tayari amepata ufahamu. Haijalishi ni msomi, haijalishi sio msomi, haijalishi ni mwembamba au wa namna ya aina gani, ili mradi ndani kuna Kristo, huyu sio wa kawaida. Ndio maana naweza kusubutu kusema wote hapa ni waheshimiwa hapa. Wote hapa ni waheshimiwa hapa. Msitaki tu waheshimiwa wa bunge au mawaziri, asisi ni zaidi ya hao. Msitaki tu waheshimiwa ni maraisi au ni cha mtoto. Waheshimiwa ni wale ambao ndani yao wamekubali kumweka. Oh my God, naongeza makofi na vigelegele. Nasema ongeza makofi na vigelegele. Oh haleluya. Lile neno li karibu nawe sana. Amesema neno sana. Li katika kinywa. Na ndio maana Mungu alipoona utupu na ukiwa, hakuhangaika na huo utupu wala ukiwa. Yeye alitambua ndani ya kinywa chake kuna fursa. Hebu sema fursa. Nami nakwambia wewe ndani ya kinywa chako ipo fursa katika jina la Yesu. Ipo fursa katika jina la Yesu. Ipo fursa, itumie. Hebu shika mdomo wako. Unajua kuna watu hawajui kinywa. Shika mdomo wako mbaya. Kwani si mkono wako hauna corona huo? Piga mdomo wako tena. Sema kuanzia leo wewe kinywa changu na kuondolea ububu. Na kuondolea ububu. Maana kuna ububu pia wa kiroho. Ndani kuna fursa. Wewe Mike unataka nini? Wewe Mike. Wewe hivi ndio sasa au ndio wewe kabisa. Iko. Itakuwa na shida zote mbili. Yes. Mwambie mwenzako leo ni leo. Mwambie mwenzako leo ni leo. Kuna pepo pia la ububu linasumbua kanisa. Mtu yuko tayari kufa na shida na vita, lakini kumbe kila kitu cha yeye kumpa ushindi iko ndani ya kinywa chake mwenyewe. Hivi umefungua Kumbukumbu la Torati zile nikasahau. Kumbukumbu la Torati 30. Anza tarehe 11 nafikiri kitu kama hicho. Hallelujah. Hallelujah. 1 2. Kumbukumbu la Torati 30 11 anzia. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito. Si mazito. Narudia, anasema hivi, utege sikio vizuri wewe, kwa maana maagizo haya nao kuagiza hivi sasa hivi sio mazito kwako. Endelea kusoma. Wala si mbali. Si mbinguni hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee. Aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari. Hata useme ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee. Aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana. Lakini neno li karibu nawe sana. Li katika kinywa chako. Li katika kinywa chako. Na moyo wako upate kulifanya. Na moyo wako upate kulifanya. Moyo wako upate kulifanya. Nani kuna mtu ajui kinywa hapa? Wenye kinywa weke mikono juu namna hii. Wewe umebarikiwa sana kwa jina la Yesu. Nasema umebarikiwa sana. Nasema umebarikiwa sana.
Na ndio maana Yabesi alipopata ufahamu akamlingana Mungu wa mbinguni, akagundua fursa iko ndani ya kinywa chake. Akapiga mahesabu. Wamama wamekuwa wakipenda sana kuambia watoto wao maingi vitu wamepitia. Yawezekana Yabesi alikuwa anafahamu maisha ambayo mama yake alipitia, na yawezekana toka akiwa kadogo sasa kamepata ufahamu, kuna vitu kamevishuhudia kwa macho yake. Na ndio maana kanasema hii huzuni isiwe kwa sehemu yangu. Mara nyingi sana wengi wanasema hii ni shida yangu. Halo